Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetuneemesha neema ya uzima, lakini amekufikisha hapa salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kila sababu ya kumshukuru. Vile vile nichukue fursa hii kwa niaba ya wananchi wa Manispaa ya Singida kukukaribisha kwa dhati kabisa katika mji wetu wa Singida. Karibu sana. Na leo ni ziara ya kwanza tangu umekuwa waziri mkuu, na tunafurahi sana kwa sababu mtoto wa nyumbani yuko nyumbani leo. Naamini kila mtu ana raha, na umeona namna walivyokupokea kwa shangwe, maana yake wanajua mtoto wao, kaka yao yuko Singida leo. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndugu zangu, nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwa na jicho zuri na kumwona mtoto wetu na kumteua na hatimaye kuthibitishwa na Bunge kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na anaandika historia ya kuwa waziri mkuu wa kwanza anayetoka Singida. Hongera sana kakaangu. Lakini hakuteuliwa kwa sababu tu anatoka Singida. Mheshimiwa Rais, Mungu amempa jicho la kuona na ameona kweli kweli. Ametuteulia waziri mkuu mzuri, ametuteulia mawaziri wazuri, manaibu waziri wazuri, lakini kwa kuzingatia sifa. Mheshimiwa Mwigulu Nchemba ni mtoto wa nyumbani, wote tunamfahamu, lakini sifa zake ndizo zilizombeba. Kwa sababu ya historia ya maisha, kwa sababu ya nafasi mbalimbali alizoshika zikampa uzoefu, lakini uzalendo na moyo wa kuwatumikia wananchi ulimshawishi rais kumteua kuwa waziri mkuu wa nchi hii. Mheshimiwa, hongera sana. Na tumemuona hajatuangusha, na hii ni fahari yetu sisi wana Singida. Na libarikiwe tumbo la mwanamke aliyomzaa kaka huyu, na yabarikiwe matumbo ya wanawake wa Singida. Mheshimiwa Waziri Mkuu anafanya kazi kubwa. Tangu siku ya kwanza alipoteuliwa hajakaa ofisini, na nyinyi ni mashahidi. Kila siku yuko barabarani, anasimamia shughuli za serikali, miradi ya maendeleo, lakini anatoa nafasi ya kuwasikiliza wananchi, kero na changamoto walizonazo. Nani kama Mwigulu Nchemba? Na huu ndio utawala bora, na ndivyo tunatakiwa kufanya viongozi, kuwasikiliza wananchi. Lakini si haya tu, anasimamia mpaka fedha zinazokwenda chini kuhakikisha kwamba zimetekeleza kile kilichokusudiwa. Na mmeona kila mahali palipo na shida anasema, panapofanya vizuri anapongeza, kwa sababu ana uzalendo wa kweli wa kuitumikia nchi hii. Sisi wana Singida tunakushukuru. Umekuwa unatuangalia vizuri, na umekuwa faraja kwetu, umekuwa bega letu la kulilia tunapokuwa na jambo, lakini umekuwa fahari kwetu kwa sababu unafanya vizuri. Asante sana na hongera pia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huu ni mkutano wako, sina sababu ya kukupotezea muda. Wananchi wa Singida wanaridhika na kazi nzuri ya Mheshimiwa Rais. Tangu ameingia katika nafasi hii amefanya mapinduzi makubwa sana ya maendeleo, na kila mtu ni shahidi. Tumejenga mashule mengi, tumejenga madarasa ya kutosha, madawati, nyumba za walimu, zahanati nyingi, vituo vya afya, lakini tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya. Leo tunayo hapa Singida mjini. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini amesimamia matumizi mazuri ya fedha. Hivi tunavyoongea tumetoka kwenye budget, na Mheshimiwa Waziri Mkuu ndio mratibu na msimamizi wa shughuli za serikali. Kwa hakika umefanya mambo mengine mimi nilikuwa nayasema tu moyoni. Kwa mfano, mfuko wa barabara umeanza kuusemea kabla hatujaanza budget wala hatujafikia budget ya ofisi yako TAMISEMI. Ukasema unatamani mfuko ule fedha zake ziende moja kwa moja kwenye mfuko. Limekuwa hilo Mheshimiwa, tunakushukuru sana. Na hii ni moja ya kero wananchi wa Singida. Tuna shida kubwa ya barabara, na hasa kwa mvua hizi zilizoisha. Naamini mfuko huo unakwenda kuwa mkombozi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Singida tuna shida ya maji. Tuna mgao mkubwa wa maji hivi tunavyoendelea. Uko mradi wa miji 28 ambao umechukua muda mrefu. Naamini leo umefika hapa, utatia nguvu ili mradi ule ukamilike. Akina mama hao wakinge sufuria na kubandika, wakafanye kazi zingine za uchumi. Hapo vipi? Hapo vipi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, Singida tuna mvua za chache,
msimu mmoja wa mvua ambao ni mfupi, na wale wengi hapa ni wakulima. Tunatamani kupata miradi mingi ya umwagiliaji, yako mabonde, yako maziwa, lakini maji ya chini ya ardhi yatawafanya watu kulima mara 2 au mara 3, hasa mboga mboga, na kujikwamua kiuchumi. Na huu ni mpango wa serikali, na kukumbusha tu na anyandogo wako wakumbuke. Singida oye! Singida safi! Niwaambie wananchi wa Singida, chini ya waziri mkuu tusiwe na wasiwasi. Alikuwa waziri wa fedha, alikuwa waziri wa mambo ya ndani, alikuwa waziri wa sheria na katiba, ameshika nafasi mbalimbali kwenye chama, lakini tumeishi naye katika maisha yetu kama wananchi wa Singida wa kawaida. Anatujua, anatufahamu. Mkimletea changamoto ni kumuongezea tu, lakini ameanza kuzishughulikia, hasa changamoto za pamoja. Ni imani yangu tutamuunga mkono, ni imani yangu tutamshauri, ni imani yangu tutamuunga mkono na kumwelekeza na kumshauri ili afanye vizuri zaidi. Hii ni fahari yetu. Tusimwache akafanya kazi peke yake, tumuombee, tumuunge mkono ili mambo yetu yaende vizuri. Baada ya kusema hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi dada yako nimekuona tangu unatembea, unazurura, unakwenda huko. Lakini kikubwa, sisi wa Afrika tumezoea kupeana michuzi. Kako kang'ombe, alafu utaniambia kaende wapi? Kakachungwe Makunda manake kapike, au kaende Dodoma ili unywe maziwa. Hii utaninong'oneza, na naamini kazi yako ya kuchunga itarudi baada ya kazi hizi, manake kang'ombe katakuwepo kama mtaji. Baada ya kusema hivi, niwaombe sana wana Singida, tutulie, tumsikilize, lakini kikubwa tukipata nafasi tuitumie vizuri ya kueleza kero na changamoto zetu. Hapa ndo mwarobaini wa mambo yote. Singida oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Karibu sana Singida.